wa hii area Bwana Mogaka, MCA wetu Bwana Matwele, viongozi kutoka kwa county government, tunaona Bwana wakili Oboso na wengine wengi ambao wametoka katika serikali kuu kama Madam DCC, wananchi ya Nyabisimba, members of the fourth estate, hamjambo wote. Ni furaha yangu kusimama hapa kama managing director wa Kipkebe na kusema kwamba tumekuwa na wakati mgumu. Kila mtu anakumbuka miaka 5 iliyopita tulipitia vita kali sana, hasa watu ya Nyabisimba, mpaka ikanibidi nijue Nyabisimba ina maana gani. Nikaambiwa ni squirrel. Squirrel is a very 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 tricky animal, anaenda hivi tu. Hapo ndio nilijua Nyabisimba ina maana gani. Kulikuwa na uharibifu mwingi wa mali ya kampuni, na kampuni ilikuwa katika hali mbaya. Ndiposa mwenzangu mwenye anasimama sasini huko juu akisema yeye anatoa pesa, miaka hizo angeweza kutoa. Si mnajua hivyo, hakuna kitu yenye ilikuwa inatoka hapa. So tulitembea pamoja na mwenyewe head of HR na Bwana Martin Ocheng mwenye angeweza kuwa na sisi hapa, ndio group managing director at the Sasini PLC level. Tukaelimisha watu, tukaanza kujenga uhusiano, tukipigana. Mwishowe tulipigana na tukafikia mahali kampuni ikaanza kufufuka. Baada ya mwaka moja tu, tuliposipa mianya yote, kampuni ikaanza kufufuka. Lakini saa hizi mheshimiwa, ni kubaya. Kenya mzima majani chai iko katika hali mbaya. So usiombe vitu mingi, unapenda kusukuma sisi. Na Bwana Matwele, you are another one. Kwa sababu mnataka. Sisi tunasema kama ingekuwa serikali kuu, where you are coming from Madam DCC, this was an uninhabitable place. Watu walikuwa na chuki mingi sana na kampuni. Tulipoanza kutengeneza pesa, tukaanza kufanya vitu miradi kadhaa, tunatengeneza mabarabara. Hata mkiangalia upande ya Ngono juzi, tumetoa watu kwa riparian area na tumeweza kupanda wakati ya national tree planting, tumepanda miti mingi na tukatengeneza mabarabara zote kufungua. I think mmeshaona. Na tukatoa maramu yetu tukasukuma katika hiyo vijiji ya Metarora yote, na hiyo ndio tutakuwa tunaendelea kufanya wakati tunapata faida. Lengo letu, kwa sababu sisi we are ascribed to sustainable development goals. We have chosen about 7 that we are focusing on very strongly. But one of that goal number 6, clean water and sanitation. So tuliamua kwa vile tulisukuma watu kutoka kwa kampuni, tutajaribu kuwapa maji. Mheshimiwa, tuna mpango, niko na budget ya kuchimba visima 10 katika hii vijiji yote. Kutoka hapa tutaenda Nyangono, kutoka Nyangono tuende Kerunet, because pia tunapata majani chai yetu kutoka kwa Kalenjin land. Kutoka huko tutasunguka huko Enjoro, kila mahali. Sasa tutakuwa tunawasiliana tu pamoja, mkitueleza hii area inahitaji usaidizi, sisi tunakuja wakati mambo inaenda vizuri. So mwezi wa 10 tutakuwa Nyangono, tuwape maji pia, kwa sababu tuliuliza watu watoke katika chemichemi samaki. So tunashukuru utulivu ambaye iko. Iwapo maisha ni magumu, lakini sisi kama kampuni tumepewa nafasi kufanya kazi. Serikali kuu ikianza na the people on the ground, Madam DCC,
My biggest friends are the government officers like the police. We have worked together to change the community. Na wanavijiji pia wametutii. Hawa ni watu ambao tumewaletea hata magistrates kuja kuwafunza waachana na wizi ndogo ndogo wote katika hizi area zetu, na ningependa kusema kwamba tumekuwa na utulivu ya ajabu. Chungeni maji vizuri, linda hiyo maji vizuri, muwe na wanakamati ambao wanaweza kuhakikisha kwamba maji haitumiki vibaya, watoto wasiharibu hiyo maji. Na hii maji kawaida tuna hand over to the county government of Nyamira because water is a devolved function. So mheshimiwa, you people you need to look at minor repairs, lakini tumeona mradi ya Embo ya saa zingine inakwama mpaka tena narudi huko. Kishapewa mali, tafadhali ilinde kama yako. Mimi nachukua Kipkepe kama mali yangu. Chochote kiharibika natengeneza. Pia the county government of Nyamira, tafadhali mtusaidie so that we continue working together because tutaweka vitu mingi hapa sana. Tukishamaliza maji tutachukua kitu kingine tusukume. But tunaelekea mahali ambapo wanavijiji na kampuni watakaa katika hali ya amani sana. Nikimalizia, leo ni siku ya mama. Hakuna mtu wa maana kushinda mama. So today is wa mama wote wenye wako hapa. Tafadhali kumbukeni nyinyi ni watu wa mama. Wale wa kushinda wote. Baba Bwana Maturi sema nyinyi sisi hatusio watu, lakini bila mama sisi hatuwezi kuwa hapa. So this is Mother's Day na tusherekee mama zetu. I like the way the madam talked here. Mpaka naibu wangu Kara alikuwa anasema, "Huyu mama amezeeka lakini anaongea Kiingereza mzuri." But aside from speaking that good English, mothers are very important people in the community, and mahali penye tuko tuwaheshimu. Ndiposa huo mnaona kwamba mama na watoto wake, the only genuine love comes from your mother. The genuine love. So wamama tunachukua hii fursa kuwatakia siku ya leo iwe ya manufaa, muendelee kuishi, muendelee kutuchunga because nyinyi ndio mmefanya sisi tuko mahali penye tuko. So asanteni watu ya Nyabisimba. Najua kuna shida mingi sana. Nikiangalia shule inakaa kienyeji sana. Wakati tunafanya vizuri kama kampuni, tuko tayari kushirikiana na nyinyi ili tubadilishe vile shule inakaa. Na tutawasiliana na mheshimiwa pia. Please, let us change the lives of our people. Because that's the only gift that you can give to people here. I may not carry money from Musasini to give you, but I can be able to give you benefits. Naweza kutengenezea barabara ambayo umekwama. Naweza changia kidogo katika